Na wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumekucha, alhamdulillah, tunamshukuru Mungu na tunaomba ziada ya rehema na amani zimfikie mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na kizazi chake na maswahaba zake, basi hivyo na wafuasi wazuri watakaomfuata katika nyendo zake, tabia, desturi, namna yake ya kuishi mpaka kiyama insha Allah. Leo tuko katika sura Sad. Baada ya bismillahirrahmanirrahim na kabla yake tumejilinda kwa Mwenyezi Mungu na vitimbi vya shaitani na makundi yake. Anasema Swad husomeka hivyo, maana hizo ni herufi za kukata kama tulivyokuwa tumeradidi sana kuzungumza hili jambo. Wal Qur'an, na hapa kwa hii Qur'ani dhikri ambayo ina mawaidha, ina ukumbusho. Bali ladhina kafaru, lakini walo kufuru wale fi izzatin, wako katika kujiona wao ni bora sana, washikaki, na wako katika kufanya upinzani mkubwa tu. Lakini hii Qur'ani ina ukumbusho, ila tu wale walo kufuru wako katika kujifanya wao ni bora sana, kwa hiyo hawawezi kuifuata. Washikaki, na wako katika upinzani mkubwa sana dhidi yake Qur'an, dhidi yake hii Qur'an, wako kwenye upinzani mkubwa dhidi ya nini? Dhidi ya hii Qur'an. Haya anasema kama halakna, kwani tumeangamiza wangapi sisi, min qablihim, kabla yao hawa. Kama tukitaka si jambo kubwa. Fanadau, na wakapiga mikelele wakati tunawaangamiza. Sasa walipogundua kwamba ujeuri yao, kibri chao, majivuno yao, nguvu yao haiwasaidii kitu na yashawafika, basi fanadau, wakapiga mikelele. Sawa. Wala tahina manas, laisa alhinu hinu firari, wallahi. Wala tahina manasin, ay laisa alhinu hina farari, hina firari. Wakati sasa si wakati wa kuokoka tena. Asili yake, maana wakati wa kuokoka ulishakwisha. Sasa hivi ameshatukuta na hatuna pa kukimbilia, ndio maana yake wala tahinu, wala tahina hina manasi. Wala tahina manasin, ay walaisa alhinu hina firari. Maana yake wakati huu sasa si wakati wa kuokoka tena, wala si wakati wa kukimbia, kwa sababu kwa kukimbilia hakuko. Wajibu na walistaajabu, ndo chanzo cha matatizo yao haya. Anjaahum, kule kuwa amewajia wao, munzir, muonyaji, minhum, naye ni mwanadamu kama wao, ndo kisa chenye hakuna chochote. Wakala alkafiruna, na wakasema makafiri, hadha sahirun, huyu ni mchawi tu, kadhabu, alafu jiongo sana hili. Yani ni mchawi kusha ni muongo kapitiliza, sio kadhibu, yani ni kadhabu. Faliyadhila. Na nini wanachomshangaa mpaka wakamuita muongo au mchawi? Ajala alihata, amewafanya miungu wote hawa ilaha wahida, kuwa ni mmoja. Yani miungu wote kawafanya ni Mungu mmoja. Inna hadha la shay'un, hichi hakika ni kitu hujabu, cha ajabu kweli kweli. Yani bwana, miungu yote ile alafu kaifanya mmoja. Wantalaka almalau, na wakaondoka mabwana wakubwa kabisa, minhum, katika wao. Animshu, wakiwaambia watu wao, nendeni, sawa, wasbiru, na mukafanye subira, ala alihatikum, juu ya miungu yenu,
Fanyeni subira, huyu jamaa anajaribu kuipiga vita, nyinyi kuweni wenye subira. Msiache miungu yenu. Hiyo ndio subira wanaodai wanahimiza watu wawe na subira juu ya miungu yao, wasiache kuiabudu, wasimsikilize Muhammad na watu wake. Inna hadha la shay'un yuradu, kwani hili ni jambo lilopangwa tu, siku zote litakwenda alafu litakwisha, mtabaki na miungu yenu. Ni jambo lilopangwa tu, kwa hiyo fanyeni subira. Masamina bihadha, sisi hatujawahi kuyasikia haya fi milati al-akhirah, katika mila za mwisho, katika mila ya mwisho, mila hii ya mwisho hatujawahi kuyasikia haya. Sawa. Katika mila ya mwisho hatujawahi kuyasikia haya, maana katika zama kama hizi tulizoko sisi, habari kama hizi hatujawahi kuzisikia. Sawa. Ina maana wanakubali kwamba kabla huko nyuma watu kama hawa waliwahi kuweko wanaozungumza habari ya Mungu mmoja, lakini katika zama hizi tulizoko sisi, yani kipindi hicho cha Muhammad na hao makureshi yako hapo, na mtume anafuatwa na wale wanyonge wanaomsikiliza na kumfuata, wanadai katika mila kama hii au habari hizi haziko tena, hatujawahi kuzisikia kuwepo katika mila kama hii. Haya mambo tuliyasikiaga zamani. Allahu akbar. Inna hadha esore ini hadha, sema haya si chochote haya, ila ikhtilaqu, isipokuwa uzushi tu. Ni mtu kujitengenezea jambo akalipeleka kwa watu akawatangazia. Ikhtilaqu. Aunzila alaihi dhikr, sikiza, ati yeye tu ndo alotelemshiwa mawaidha peke yake, alaihi, yeye tu peke yake, mimbainina, katika sisi wote hapa, eti yeye tu ndo kashushiwa hii Qur'ani hii, haya mawaidha haya, hii dhikri hii kashushiwa yeye tu katika sisi. Nyinyi mnaona ana hadhi ya kupewa hicho cheo? Kama ingekuwa kipo kweli tukose sisi? Angalia kazi hiyo. Bal hum fi shaki. Sawa. Bali wao wana shaka tu. Sawa. Min dhikri, kutokana na dhikiri yangu, yani kutajwa mimi na mtume wangu, akawaambia kuhusu mimi, basi hilo jambo wao wako na shaka nalo, kwamba nipo. Utajo wangu huu, dhikiri yangu hii, mawaidha yangu haya, hii Qur'ani yangu, wanashaka nayo hawa. Balama bali yadhuku, sorry, balama yadhuku, bali hawajaonja hawa adhabu yangu, hawajaionja adhabu yangu. Ndo chanzo cha kujifanya wanatakabari. Wangeionja adhabu yangu, wangeelewa mimi nani. Wangejua hawajui. Bal lamma yadhuku adhabi, bali hawa hawajaionja adhabu yangu. Ndo maana wanajiona wababe, wangeionja wangeelewa somo. Ama indahum, au wanazo wao, khazainu rahmati rabbika, hazina za rehma ya Mola wako. Wanazo wao hazina za rehma ya Mola wako, yani funguo za riziki wanazo wao, funguo za afya wanazo wao, funguo za salama, za jamala, amna na iman na amani, funguo zake wanazo wao, hazina zake wanazimiliki wao. Al-Azizi al-Wahhab, Mola wako mwenye nguvu, naye ndiye mpaji huyo. Je, hazina zake wanazo wao? Amlahum mulku, au wanao wao ufalme, asamawati, wa mbingu, wal ardhi, na wa ardhi, wama bainahuma, na vilivyoko kati ya mbingu na ardhi, wanao vitawala ni wao. Fartakau fayartaku, basi na wazipande
fil asbabi, wapate kwenda huko. Kama ingelikuwa hazina za mbingu na ardhi funguo zao wanazo wao, yani ufalme wa mbingu na ardhi wanao, na vilivyopo katika mbingu na ardhi ni vyao wao, basi waambie wapande kwenda huko. Maana kitakuwaje kitu chako kiko mahala uwezi kukifuata ukakitumia au kukitolea maelezo au kukifuatilia? Falyartaku fil asbabi, na wazipande basi hizo mbingu kwenda huko, au wapite hewani kwenda huko mahala ambapo vitu wanavyomiliki vipo ni kama ni vya kwao, wangekwenda. Sasa si vyao, hawawezi. Jundum ma hunalika, hao ni askari wako huko, sawa. Hakuna wa kuwashinda huko, minal ahzab, sawa. Hao jamaa ni wenye kushindwa katika jumla ya watu watakaoshindwa. Jundum ma hunalika, hao ni askari ambao hakuna huko mahazumu, sawa, kutokushindwa. Hao watu hao ni askari ambao huko wakijaribu kufuatilia mambo ya huko, basi mahazumu minal ahzab, wao ni wenye kushindwa katika makundi yenye kushindwa. Hakuna mahala mtu anaweza kujaribu kufuatilia hayo kama hakupewa uwezo huo na Mwenyezi Mungu akafaulu. Hakuna. Kadhabat qablahum, walikanusha hivyo hivyo kabla yao, kaumu Nuhu, watu wa Nuhu, Waadi na wakina Adi hao, wa Firaun na kina Firaun laanatullahi alaihim, dhul autad, yule bwana mwenye majengo ya ajabu, bwana alokuwa na majengo ya ajabu. Firaun laanatullahi alaihi alikadhibisha. Wa Thamudu, na watu wa Thamudu kadhalika, wa kaumu Luti, na watu wa Luti, wa ashabul aika, na jamaa wa machakani humo, wale watu ambao kuna wakati Mungu aliwataja tena kwamba alitengeneza bustani za miti ambazo zipo ili watumie kwa nafasi tu, yani Allahu akbar, matunda ya ajabu, misitu iliyoshikamana sasa, ambao kila namna ya riziki ipo. Mwenyezi Mungu anawaita ashabul aika, watu wa machakani huko. Nao walikadhibisha. Walipokadhibisha ile neema, Mwenyezi Mungu iliondolewa yote, wakaionja joto ya jiwe la njaa, viki, shida, mpaka wakajifilia mbali, wana haramu kubwa. Ulaika la ahzab, hayo ndo makundi ambayo yalikuwa makorofi kulikoni ya wapuzi wanaojifanya kubisha sasa hivi. In kullu, hao wote hao, ila kadhaba rusul, hakuna miongoni mwao ila kila mmoja walimkadhibisha mitume ya Mwenyezi Mungu. Kila kundi, kila kabila, kila taifa katika hao wote, hakuna ila kila mmoja alifanyaje? Alikadhibisha ujumbe wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Fa haqqa iqab, wakastahiki adhabu, waliipata. Wama yanzuru haulai, na hawa hawana wanachongoja hapa, ila sayhata wahida, ila ukelele mmoja tu, malaha min fawaki, wala na wenyewe hauna muda mrefu, utawafika tu. Ukelele mmoja tu ambao hauna muda kabisa, sawa. Ukija ukitoka huo ukelele, basi ujue hauna muda. Ukitoka hapo hapo umekupata, hauna muda kusema utapigwa alafu baadaye ukae siku 5 6, papa hapo hapo. Malaha min fawak, wakalu rayana, rabbana sore, wakalu rabbana, na wao husema Mola wetu, ajilana kitana, tuletee upesi sehemu yetu ya adhabu. Angalia watu wavokwenda azini. Wakalu, na husema hao rabbana, Mola wetu, ajilana kitana, tuahishie sisi fungu letu la adhabu, sawa, kabla yaumil hisabu, kabla ya hicho kiyama. Wanazungumza kiyama nini? Hicho kiyama chenye kiko, ndo maana yake. Sasa kama kipo, si tunaomba adhabu yetu mapema kabla ya hicho kiyama, ili tuione ikoje, utuonjeshe kwanza. Ndo wanachomaanisha wapuzi.
isbiri ala ma yakuluna, anaambiwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi vumilia juu ya haya wanayosema, vumilia juu ya haya wanayosema. Wadhkuru abdana Dauda, na umkumbuke mja wetu Daudi. Daudi dhal aidi, bwana mwenye nguvu. Naona imetajwa mikono mingi kwa maana ya umoja ni nguvu. Kiangalia hapo kute dhal aidi, bwana mwenye mikono, lakini mikono imetajwa kwa maana ya nguvu nyingi. Mja wetu Daudi, bwana alokuwa na nguvu, mwenye nguvu. Innahu awwab, yeye alikuwa ni mwingi sana wa kurejea kwa Mwenyezi Mungu, mwingi sana wa kurejea kwa, anajirejeza kwa Mwenyezi Mungu, ana mwingi wa kutubia, ndio maana yake anatubia sana. Inna sakharna jibala, hakika si tulidhalilisha hii milima, mahu pamoja naye, yani inasikiliza na kufuata kila anachofanya yeye na kumwiga. Yusabihina, basi ikapiga tasbihi milima pamoja na Daudi, bila ashii, jioni, wale shiraki, na mapambazuko ya asubuhi, yani usiku mpaka asubuhi. Daudi akisema tasbihi yoyote milima inafanya naye. Allahu akbar. Wataira, na ndege pia, mahshuratun, walokusanywa makundi kwa makundi, sawa. Kullu lahu, wote walikuwa kwa Daudi, awabu, ni wenyenyekevu kwake. Ndege makundi kwa makundi, wote kwa Daudi walikuwa wanyenyekevu. Swala la kula njiwa au nani kware au kanga au mbuni si swala la kufukuzana. Anaita tu kware aje, mbuni aje, njiwa aje, duniani hapa hapa mambo yalishamnyokea hivyo mtume wa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwa sababu alikuwa ni mwenye kujirejeza sana kwa Mwenyezi Mungu, tukamsahalishia, tukamrahisishia, tukamwepesishia vitu kama hivi. Washadadna mulkahu, na tukautia nguvu ufalme wake. Wa atainahu alhikma, na tukampa hikma. Wa fasla alkhitab, na namna ya kutoa hukumu zilizo sahihi kwa ufasihi mkubwa, na namna ya kutoa hukumu kwa ufasihi mkubwa. Alikuwa fasaha sana katika kutoa maelezo ya kina, ile kwamba anapokueleza kitu kwa kweli kuwa hukumuelewa. Sasa huo ni mtihani sio mdogo kwako, manake huyo bwana alikuwa akieleweka mpaka na milima na ndege na kila kitu. Wewe vipi?